Nie. Kwani makini sana. Nasikia. Hao vijana bado ni wachache sana. Yaani bado mzigo bado hujakamilika. Kwa tunatakiwa tuingie mjini tukawasaki. Unasikia? Alafu mimi nataka level ya huyo hapa. Yaani hao bado ni watoto sana hawa. Hawatufai. Kwa hakikisha ukinanili ukiona vijana yote ni rika ya hivi. Huyo chukua. Na kina wewe, nadhani tumemaliza. Na wewe, hakikisha unakaa getini vizuri. Asante. Mzima. Naona. Niambie. Safi, karibu. Asante. Kwema. Kwema. Wazima. Wazima kabisa sisi huko. Bwana tuko poa za tangu siku hii. Nzuri. Upo? Mimi nipo nashukuru. Sawa. Vipi kuhusu ule mchongo wangu sasa? Mchongo wako tena? Unachekesha kwa kweli. Hivi siku hizi tumemalizana mimi na wewe. Isabella, nakuomba kidogo. Ngoja nitakutafuta baadaye. Marahaba, hujambo? Wema huko. Wema sio. Sisi wazima. Alafu nasikia ulikuwa wa pili darasani mwaka huu. Nilikuwa wa pili. Siongera sana. Elimu bana, elimu ni ya muhimu sana. Sisi kipindi chetu na sisi tulitamani kuwa tumeshika nafasi za mbele darasani. Lakini sijui sababu ni nini. Anyway, tuachane na hayo. Nimekuita hapa nikuulize juu ya dada yako. Unajua dada yako amekuwa akinichanganya sana. Nashindwa kuelewa ni mtu wa aina gani. Amekuwa mtu wa vitu sivielewi kabisa. Sasa nikasema ngoja nikuulize, unaweza ukajua, maana nasikia watu wananiambia mara yuko huku na huyu, yuko huku na huyu. Naomba nikuulize na usinifiche chochote. Hebu nieleze tu kweli, nielewe kuhusu dada yako, unachokifahamu wewe mnapoishi pale nyumbani. Unajua nini Sheni? Mimi hata dada mwenyewe dada hapa nilivyo ameshanichosha. Yeye dada sasa hivi kabadilika mpaka simuelewi. Ni mtu wa kuamka asubuhi saa 11 ile atajiandaa ataondoka. Kurudi saa 8 usiku. Watu tushalala. Yeye ile alikuwa ni mtu wa ovyo. Nguo anazovaa zieleweki. Ila akikutana nawe hapo atajifanya ni mtu mwema kwa sababu yani anataka kuficha. Haya, juzi hapo kaleta mwanaume ndani. Yani ndio tunapolala sisi. Kanitoa mimi kaniambia kalale sebleni. Kamweka mwanaume ndani umetoka asubuhi. Haya, kuna siku nilimkuta na mwingine mwanaume anaitwa Kichupa. Naweza utakuwa unamfahamu. Kichupa? Kichupa. Kichupa rafiki yangu mimi huyu. Yoyo rafiki yako Kichupa. Siku ile hapana. Hapana tena nini sasa? Siku ile bwana, sijui nikwambieje, ila nakosa neno ambalo linaweza likakuelewesha. Ila mimi ningeomba tu unisaidie, bado mchongo wangu bado haujakaa sawa. Lakini unakumbuka siku ile nilikuuliza? Si unajua tena mambo, yani mambo yalikuwa mengi, nishachanganyikiwa. Kwa hiyo kumalizana naye yani. Ndio maana nakwambia nakosa neno ambalo linaweza angalau likakuelewesha vizuri. Mimi na wewe kwanza tulishamalizana toka ule muda, eti tena kumalizana na kile kitu.
Kweli? Hapana bwana. Hodi. Karibu. Karibu. Poa. Sasa mimi ngoja niwaache, ila hakikisha mchongo wangu umekaa sawa. Sawa. Karibu tena. Baini. Haya. Okay, karibu. Asante. Ndio tukae hapo basi. Asante. Mambo poa. Nikumisi mwenzi hatari. Yaani nakwambia mimi mwenyewe nilikuwa nawaza. Nimekaa huko nyumbani nimeboeka, yani nikaona nje kusalimia. Haki yangu umefanya na maana. Mimi nilikuwa nawaza nikimaliza vyombo kuosha angalau basi nije nyumbani kwenu kukuona. Basi nimekutangulia. Baada ulivyokuja. Niambie. Sasa rafiki yangu nimemkuta huyu hapa. Tumemwona. Kwani siku ile hamkuongea naye kitu chochote? Hakukuambia kitu chochote? Huyu Mary huyu. Nilivyokuta pale, yani watu wale hapa nashikana hata yani hawaeleweki. Walivyoniona wakashtuka, dada akaniambia niwahi niondoke nyumbani. Mimi nikaacha tu nikaondoka. Na yani nilikuwa nakutafuta ili nikuambie tu. Najua wewe unaweza kumshauri basi. Kwa sababu itakuwa ni mtu wa muhimu kwake. Na anaweza kukuelewa. Ngoja kwanza. Kichupa huyu ninayemfahamu rafiki yangu hapa kijijini. Ndio Kichupa. Asante, nashukuru. Asante Sabera. Wewe nenda. Sasa naondoka. Haya sawa. Sabera ameniambia ukweli wote. Kichupa. Haya. Huyu. Kuna mwisho haya. Haya yana mwisho. Kweli. Haya Mungu kwa kweli. Kwani kuna nini? Maana mimi alikuja pale akasimama, nilimuuliza tu uko wapi, akasema unakuja. Wala kuniambia chochote. Yaani wewe hapo kama unakumbuka vizuri siku ile. Nikakwambia subiria kuna mzigo na usubiri. Alikuwa ndo yeye mwenyewe. Hakuniambia chochote, kwani kuna shida gani? Haki ya Mungu, nashinda mpaka nianzie wapi rafiki yangu? Tuachane naye. Sawa naye. Vipi? Uliniambia kama unataka kusafiri. Kweli, ila tusema bado ratiba haijakaa sawa. Ikikaa sawa naweza nikasafiri. Kwani unaenda wapi rafiki yangu? Kwenye hichi kijiji mimi nitabaki na nani? Ndio maana nakwambia kwamba kwa hiyo bado yani sijaelewa mpango wenyewe unaendaje. Haya. Ila nitaboeka sana, usifanye hivyo. Wewe usiwazi. Sawa. Sawa bwana, mimi niko hapa. Endelea basi. Mimi nakusubiri malizie. Kuja nimalizie. Ili tupige story vizuri, unajua tena. Sawa. Maana ilikuwa mbaya kusuza mimi. Naam. Niko nataka maji huku. Vipi, unachota maji ya kuoga au ya kufua? Nakwambia ndugu yangu joto kali ndio nataka nikaoge kwa hivi. Okay. Unajua na jambo moja linanisumbua. Ila katika hii kijiji Kichupa, wewe ni mtu ambaye ni mstaarabu na una uwezo wa kumshauri mtu. Mimi sina mengi sana leo, nahitaji tu ushauri mdogo. Hivi mfano mimi niko na wewe, halafu tukutane na kitu fulani,
halafu kesho mimi nije nikuulize, we useme kwamba hujui chochote na wala hukuwepo. Hivi kweli unaona hilo ni sahihi? Yaani mtu uko naye au tuko wote pamoja, mfano tumeona tukio halafu baadaye nikukatae, Ndio. hilo haliwezekani. Sasa kuna mtu mimi ananifanya nizalilike. Siku moja tuko bondeni, tulikutana na mtoto wa mwenyekiti anataka kutekwa. Mimi nikamkimbiza yule jamaa, na jamaa alikuwa amevaa ninja nini, amepigilia na hatukumjua sura. Mimi nilivyomkimbiza narudi Dizix, mimi sikumkuta, na navyomuuliza ananikataa kabisa, yani ananikana kama hanijui na hakuwepo na hajui lolote. Hivi mfano kama ni wewe, jambo la hivyo wewe unaweza ukalichukuliaje? Ndugu yangu, hapo kuna jambo katikati. Mimi nachokushauri, jaribu kutulia na uchunguze kwanza, kisha unaweza kupata majibu huko katikati. Ni jambo ambalo linanifanya nikae na mawazo sana, ila mimi nafikiri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu litaishi. Endelea kuumiza kichwa na kufuatilia, huko katikati kutakuwa na jambo. Asante sana, ndio maana nikasema nifike kwako, unaweza kunipa ushauri mzuri, sio kama wale wanaonikataa na kuniona mimi ni kichana kuta bangi. Karibu sana. Hata hivyo nitaka nikaoge, wacha nyinyi kwanza nione. Basi hamna shida, mimi nafikiri tutakutana kwa wakati mwingine. Sawa, karibu. Asante. Halo? Yes boss. Unasikia? Ndio. Njoo mara moja hapa, kuna shughuli nataka kuifanya. Bahati nzuri nishamaliza nilichokuwa nakifanya. Nipe location nije. Niko mtaa wa pili. Fanya haraka. Sawa, nakuja hapo sasa hivi. Sawa. Hujambo binti? Sijambo. Shikamoo. Marahaba. Hivi katika hichi kijiji chenu kuna uvumishi gani ambao unasikia unaendelea hapa? Maana toka nifike sielewi kwenye hichi kijiji. Wewe unadhani kuna nini kinaendelea kwenye hichi kijiji? Mpaka sasa hivi kuna uvumishi ambao unaendelea kwamba vijana wamekuwa wakitoweka. Yaani wakitoweka, yani kuna majini, mapepo, wachawi au wanatowekaje? Yaani wamekuwa wakitoweka bila kujulikana. Bila kujulikana. Na mwenyekiti wako anaishi mtaa gani? Kweli sifahamu. Jina lake? Pia sifahamu. Na hata hujai kumuona kabisa? Hapana.
Basi sawa, nataka kujua hicho. Wewe unaweza kaenda. Asante. Ndio, mbona unafunga? Unaelekea wapi? Mimi bana, kuna sehemu niko naenda, lakini kulikoni? Unajua bwana, kuna wakati ukiambiwa jambo na mtu mzima usichukulie kivyepesi. Kuna muda linakuwa ni la ukweli. Mimi nimekaa nikafikiria kuhusiana na yule kijana Gusa, kuhusu yale mambo anayokuwa akitueleza, halafu sisi tunachukulia kawaida sana, lakini ukute ana ukweli ndani yake. Hivyo basi, kama ingewezekana ungeweza kwenda kumwomba msamaha juu ya alivyotueleza yale mambo na tukamdharau, ili kama kuna uwezekano atusamehe. Baada ya hapo atuelezee kiundani zaidi iko vipi. Sijui wewe unaonaje? Mbona fikiria sana? Hakuna uwezekano? Uwezekano upo, na nifikiri kama kuna uwezekano naweza nikaacha au nikaahirisha nilichokuwa nakifanya ili tuende huko. Inawezekana. Aha, kumbe nimeamini kweli. Gusa alichoniambia itakuwa na jambo, kwa sababu haya ambayo nasikia kweli Gusa aliwahi kunishirikisha. Hivi mnadhani yule mtu mzima hatumii kilevi chochote anaweza kuleta jambo ambalo haliko sawa? Hebu tufikirie hapo, katikati kutakuwa na jambo, kutakuwa na ukweli ndani yake. Na ndiyo maana nikaona ni vyema kwenda kuzungumza naye, kwa sababu huwa tunapuuzia sana na tulishampuuzia mara kadhaa. Kwa kama kuna uwezekano tulivyo hivi watatu twende mpaka nyumbani kwake. Hapo kwenye kwenda sasa, mimi siwezi kwenda kwa sababu wakati ananiletea taarifa sikumpinga na nilimuelewa. Kwa hiyo safari mimi sitakuwepo. Ngine nendeni msikilize, muombe msamaha, basi talipa mrejesho. Kwenda wote ili nafikiri halina mzunguko, tutakwenda wote. Halafu kingine ni kwa nini unakataa tusiende wote?
na wakati hapa tumekuja wote. Kwa kweli nishaongea na Gusa, mimi sioni haja ya kwenda. Mimi ngoja niwaache mwende, tutawasiliana. Bado muda upo, tuko pamoja. Ngoja niwaache, nadhani tutakutana baadaye. Mimi nafikiri nisikusumbue, tutakwenda wote. Basi baadaye. Huyu kichupa vipi? Tutakwenda wote, twende mjini. Sawa, tuongozane. Nimetoka mbali, nimetoka mbali. Ainuliwe Mungu wangu juu, ainuliwe Mungu. Ni kwa neema tu, neema. Wewe bwana, wewe nani unakaa kwenye njia zangu? Watu asubuhi tumelewa, mchana tumelewa, wewe uogopi? Wewe ni nani? Wewe unanizuiaje mimi njia?